Najua siku moja itakuwa sawa. Ninaelewa ni kipengele tu cha maisha. Kwa muda huu unapitia kipindi ambacho unakata tamaa kabisa. Najua ni kipindi cha mpito, kipindi ambacho kimeandikiwa kwenye maisha ya mwanadamu baada ya dhambi. Usikate tamaa, kwa sababu tumaini lipo. Dhiki ni sehemu ya maisha. Matatizo na ugumu wowote ambao unatutokea sisi ni sehemu tu ya maisha. Wakati mwingine haupendi kabisa upate shida, upate mateso, ukutane na ugumu kwa watu unaowapenda, lakini mwisho wa siku unakutana na vitu vizito ambavyo haukutarajia. Hakuna anaingia kwenye mahusiano, hakuna anaingia kwenye biashara, hakuna anaipata kazi ili apate mateso. Wote tunatamani kupata furaha. Na ndio maana kabla haujapata picha yako ulikuwa unaijenga kwenye akili ni kwamba nitapata mambo mazuri sana kwenye maisha yangu. Lakini baada ya kupata hicho kitu umejikuta kwenye wakati mgumu sana. Nikutie moyo. Yesu Kristo anasema, njoni kwangu nyinyi nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu Kristo anasema, njoni kwangu, mimi ndiyo njia ya kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa mimi. Duniani tunapita, ni sehemu ya mpito, ni kipindi kichache sana tulicho nacho. Jitahidi kutenda mema, jitahidi kujituma, jitahidi kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Kusudi lako kwenye ulimwengu ni kufanya kama vile Mungu anavyokuelekeza. Jitahidi sana, kwa sababu hauna siku mbili bali una siku moja tu. Ya kesho ni ya Mungu, ya leo ni ya kwetu. Yaliyopita ni memory tumewachia watoto, watakuja kusoma kama historia. Wakati uliopita kwenye maisha yako itabaki kama somo tu kwa watu wengine. Lakini siku ya leo uliyopewa na Mungu unahitaji neema kuishi vyema, ili watu wakija kusoma wasome yale ambayo waliyapata kutoka kwa Mungu kupitia kwako. Lakini wakati ambao haujui unaokuja kwenye maisha yako ya baadaye, umebaki kama ndoto, umebaki kama maono. Ishi vyema ukimpendeza Mungu, ishi vyema ukimtafuta Mungu. Usiku na mchana tumeumbiwa tumtafute Kristo, kwa sababu maisha ni mafupi mno. Kila siku umepewa masaa 24, yatumie sana kwa ajili ya kusudi la Mungu. Wakati ambao umeandikiwa kwenye maisha yako ni wakati uliozaliwa na wakati wa kufa. Hapa katikati ni kipindi cha neema. Basi jitahidi sana, masaa 24 unayopewa na Mungu yatumie kwa ajili ya utukufu wake. Wewe ni mtu wa muhimu sana kwenye ulimwengu, usijidharau. Kitumie kile kitu ulichopewa na usikishushe thamani hata kidogo. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Kathryn Kuhlman aliwahi kusema, aliwahi kuiangalia mbingu siku moja, akamwambia Mungu, Mungu, mimi sina kipawa kama watu wengine. Mimi sina zawadi kama watu wengine. Mimi sina kipaji kama watu wengine, lakini nina mwili wangu ambao ninatamani ukutumikie wewe. Basi akasema, mimi nitajitoa nikutumikie wewe siku zote za maisha yangu kabla sijafa. Kathryn Kuhlman alijitoa maisha yake kwa kufunga na kuomba. Na katika historia ya Wamarekani amekuwa mwanamke mmojawapo ambaye amefanya mambo makubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usijidharau, mtumikie Mungu. Ukijitoa kwa ajili yake, yeye hawezi kukutupa mkono, atakusaidia kutokana na kile unachopitia. Maisha yako ni ya muhimu sana. Mkabidhi Mungu, atazithibitisha njia zako. Maisha yako ni mazuri sana kama utamtukuza Mungu.